unapokuwa na mzazi wako ni vizuri kuendelea kuomba ili Mungu aendelee kumtunza, aendelee kuendelea kuwa baraka kwako hata kwa kanisa nzima. Basi neno letu ni katika kitabu cha Daniel sura ni ya 9 mstari wetu wa 24 hadi 27. Lakini tunasoma mstari huo wa 24. Neno linasema hivi: muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Amen. Wameshaomba ajili yetu. Basi tangu Jumapili tulisema tunalo neno moja tu kufuatana na maandiko haya. Neno letu ni muda wa majuma 70 yaliyoamriwa kwa taifa la Israeli, tukiwa na lengo kanisa kuweza kufahamu muda wa majuma 70, nyakati hizo na majira hayo yaliyoamriwa kwa taifa la Israeli kuwa yamefika ukingoni. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo letu la pili, tuweze kufahamu muda ulioamriwa kwa kanisa umekwisha, ili kanisa liweze kunyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili tulizungumza mengi kuhusu Daniel, lakini nikukumbusha kuwa Daniel huyu, jina hili Daniel linamaanisha Mungu ndiye hakimu wangu. Na tukasema Daniel alikuwa ni nabii tena mwandishi, na ndiye mwandishi wa kitabu hiki ambacho kilibeba jina lake. Tukaona Daniel hakuweza kuoa na inadhaniwa alikuwa toashi, na ndio maana aliweza kufanya hata kazi Ikulu, kwa sababu zilikuwa sheria za kufanya kazi huko. Bwana Yesu asifiwe. Bila kwenda mbali, tukaona somo letu tutaligawa katika makundi mawili, na jambo letu la kwanza tukaona tutafanya uchambuzi wa majuma 70, na jambo letu la pili tutaangalia umuhimu wa unabii kwa kanisa letu la sasa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana tulikuwa leo tuna baadhi ya watu ambao walikuwa hawapo siku hiyo ya Jumapili. Kwa hiyo tufanye muhtasari kidogo wa yale tuliyoyapitia hapo Jumapili. Jumapili tuliweza kuona kuwa taifa la Israeli waliweza kupelekwa uhamisho chini ya mfalme Nebukadneza, na mtumishi wa Mungu Yeremia alikuwa ametoa unabii kuwa taifa hilo litakaa uhamisho muda wa miaka mingapi kanisa? Muda wa miaka 70. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema muda wa miaka 70, na walipopelekwa uhamisho na kukaa huko, ilifikia hatua Daniel katika kupekua vitabu vyake na kusoma unabii aliweza kugundua ya kuwa muda ulioamriwa kwa taifa la Israeli umefika ukingoni. Hivyo aliweza kuanza maombi
ili Mungu aweze kutoa rehema kwake mwenyewe hata na kwa taifa nzima, ili Mungu aweze kuwarudisha katika nchi yao ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Katika kusali kwake huko, basi Mungu akamtuma malaika Gabriel. Malaika Gabriel akamfikia, akampasha taarifa hii ambao tumeisoma. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma Daniel 9:25. Akamwambia majuma 70 kuwa ndio yameamriwa kwa taifa lake, na baada ya hapo alipogundua maandiko hayo, ama alipogundua kupitia malaika huyo, aliweza kuomba ili Mungu aweze kulitimiza hilo. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Daniel. Niombe msomaji awe karibu, mpatieni mic ili tuweze kwenda na muda. Daniel 9:25, naomba usome hapo. Daniel 9:25 inasema hivi: basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani za Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handika, naam, katika nyakati za taabu. Amen. Amen. Asante sana. Akaambiwa akiwa katika harakati za maombi, malaika akaendelea kumwambia katika Daniel 9:25 kuwa itatokea sasa amri ili waweze kutoka uhamisho kuweza kurudi katika nchi ya ahadi. Na Jumapili hiyo tuliweza kusema amri zilizotolewa ni amri za wafalme wapatao 3. Tukasema amri ya kwanza ilitolewa na mfalme Koreshi. Utasoma Ezra 1 kuanzia mstari wa 1 hadi 11. Na amri hiyo iliyotolewa na mfalme Koreshi ilitolewa mwaka wa 537. Baada ya amri hiyo, baadhi ya Waisraeli waliweza kurejea chini ya Zalbaberi ambaye alikuwa ni gavana, na Yoshua kuhani mkuu. Waliweza kurejea Yerusalemu kwa hiari yao, kama wakimbizi tunavyoweza kurudi hata makwetu kwa hiari yetu wenyewe. Kwa hiyo taifa, baadhi ya hawa waliweza kurudi na wakaweza kuanza msingi katika maeneo yale, lakini waliweza kukumbana na upinzani mkubwa ambao ulisababisha kazi ile kutoendelea, upinzani ambao umeletwa na Wasamaria na watu wa mataifa mengine ambao walikuwa wamezingira sehemu ile. Bwana Yesu tusaidie. Amri ya pili iliweza kutolewa na mfalme Dario. Utasoma Ezra 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 14. Ezra huyu Mwajemi alitoa amri hiyo mwaka wa 521. Utasoma hapa ama utalinganisha, utajua ni miaka mingapi ambayo ilikuwa imepita. Baadhi tena ya taifa waliweza kurudi. Hata walivyorudi waliendelea kupambana na upinzani mkuu ambao kazi haikuweza kuendelea. Na tukasema amri ya tatu iliweza kutolewa na mfalme Artashasta. Utasoma Ezra 7 mstari wa 11 kuendelea. Na Artashasta alitoa
amri hiyo ulikuwa ni mwaka wa 457. Ulikuwa ni mwaka wa 7 wa utawala wake. Tukasema Artashasta huyo alikuwa ni mtoto wa mfalme Asuero. Tulisema ukisoma Esther utagundua hayo, utagundua huyo mfalme ni nani. Asuero ndio alikuwa baba wa Artashasta. Ukisoma historia inaeleza vizuri hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli waliweza tena kurudi kwa chini ya uongozi wa Ezra, waliweza kurudi, na ni wakati huo ambapo walipata kibali rasmi kutoka kwa Mungu na wakaendelea na ujenzi bila buksa yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo mwanzo wa yale majuma 70. Lakini raundi nyingine iliweza kurudi Yerusalemu chini ya Nehemia mnamo mwaka wa 444 wakiongozwa na Nehemia. Baada ya kusikia kuwa kuta hazijaweza kukamilika, Nehemia aliweza kuomba ruhusa na kwenda ili kuweza kuendeleza ujenzi huo, na ulikuwa ni mwaka sasa wa 20 wa utawala wa huyu Artashasta. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema katika hesabu za Mungu siku moja ni sawa na miaka mingapi? 1000. Bwana wabariki. Kumbe bado tunaendelea kukumbuka. Na tukasema kuwa majuma 7 yalianza mwaka wa 457 yakaisha mwaka wa 408. Tulipiga hesabu, nikawaonyesha ni utaalamu upi ambao tunatumia kwa kupiga hesabu. Yaani majuma 7 mara 7. Yaani majuma 7, juma ina siku ngapi? Juma ina siku 7. Kwa hiyo unachukua majuma 7 mara 7 unapata 49. Bwana Yesu asifiwe. Chukua 49 toa katika 457 utabakia na mwaka wa 408. Kwa hiyo majuma yale 7 yakakoma katika mwaka wa 408. Basi majuma 62 yaliweza kuanza mwaka huo wa 408. Yaliweza kuisha mwaka gani? Nani ana kumbukumbu? Yale majuma 62 yaliisha mwaka gani? Acha nikukumbushe. Yaliweza kuisha mwaka wa 27. Tuliweza kupataje huo mwaka? Tuliweza kufanya majuma 62 mara 7. Tunapata ngapi hapo? Tulipata miaka 434. Kwa hiyo miaka 408 toa miaka 434 utakuja kupata mwevensisi, ama ukigeuza ukifanya 434 utoa miaka 408 utapata miaka 26. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema hapo kwanza walikuwa wakihesabu miaka 100 kushuka, tofauti na leo tunavyohesabu mwaka mmoja kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema kuwa ukianzia mwaka wa 100 hadi mwaka wa kwanza, na ukitoka mwaka wa kwanza kwenda 0 ili uanze mwaka wa kwanza kupanda hadi 2025, utakuwa na mwaka mmoja hapo. Yaani kuanza ule mwaka wa kwanza hadi ufikie 0 kuna miezi hapo. Kwa hiyo huyo mwaka ambapo katikati hapo ndio utauweka katika 26
ambapo utapata miaka mingapi? Miaka 27. Tukasema ni hapo katika mwaka wa 27 Yesu alipobatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Akatangazwa kuwa Masihi. Maana tulikuwa na swali la kusema, je, Masihi aliitwa Masihi lini? Tukasema kuwa Masihi aliweza kuitwa Masihi ama kutangazwa kuwa Masihi mwaka wa 27, ambapo alikuwa na miaka mingapi Masihi? Alikuwa na miaka 30. Tukasema kwamba ukisoma historia, Yesu alizaliwa kabla ya miaka 4 ili kufikia mwisho wa 0. Bwana Yesu asifiwe. Ambao Herode aliyekuwa mtesi wa Kristo naye alikufa mwaka wa 4 kabla ya 0. Kwa hiyo ukichukua mwaka wa 4 kabla ya 0 hadi mwaka wa 27, Yesu moja kwa moja alikuwa na miaka 30, miaka ambao ilikuwa inaruhusu kwake kuweza kuanza huduma rasmi. Basi tulitoa maandiko alipotangazwa kuwa Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haya tu ni kwa faida kwa yule ambaye alikuwa hayupo, ili tuangalia ya majuma 70. Na katika Daniel tuliona kuwa baada ya majuma 70, baada ya majuma 62 Masihi atakataliwa. Bwana Yesu atusaidie. Masihi watamkataa, na kweli hayo yaliweza kutokea. Masihi walimkataa, hawakumkataa? Je, Masihi walimkataa, hawakumkataa? Masihi waliweza kumkataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusaidiwa na Injili ya Yohana 1 mstari wa 11. Utaona Masihi walivyoweza kumkataa hapo. Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia baada ya Masihi kukataliwa, yaliyofuata ni mambo gani? Kwa sababu ukisoma huu mstari wa 24 una mambo makubwa mno. Una unabii wote, unatimiza unabii wote. Mstari wa 24 unasema hivi: muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili, yani muda wa majuma yote haya 70 yameamriwa kwa kazi zipi? Ili kukomesha makosa. Ni muda huo ambao makosa yatakomeshwa, maana Mungu alijua taifa litatenda makosa mengi, litamkataa hata Masihi wao. Kukomesha makosa, kuishiliza dhambi, yani kukomesha dhambi, na kufanya upatanisho. Baada ya makosa na kumkataa Kristo, Kristo atawageukia mataifa, lakini ipo siku atawageukia tena, naye akakaa huko siku 241. Sawa. Watu wengi zaidi wakaamini. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Kwa sababu ya neno lake. 42. Sawa. Wakamwambia yule mwanamke. Wakamwambiaje? Sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu. Si kwa sababu ya maneno yako tu. Na sisi tumesikia wenyewe. Tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Amen. 43. Na baada ya siku 2 hizo, akaondoka huko akaenda Galilaya. Tukasema hapa kuna ficha ujumbe mkubwa. Safari ya kwanza Yesu kutoka kwa taifa lake na kuendea mataifa mengine wasio wa Israeli.
na akaenda kuchukua siku 2 huko, na baada ya siku 2 akarudia kwa taifa lake Wayahudi. Tukasema maneno hayo yanaficha unabii, kwa sababu kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 2000 na siku 2 ni sawa na miaka 2000. Kwa hiyo ni unabii kuwa atakapokataliwa Kristo atawageukia wa mataifa na atachukua siku 2 sawa na miaka 2000, akidili pamoja na mataifa, akidili pamoja na kanisa, na baada ya muda huo atarudi tena kwa taifa lake teule. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwenda kumalizia lile juma la 70. Bwana Yesu atusaidie. Tulisema unaweza soma hata Yoshua 3 mstari wa 3 hadi 6. Taifa linajiandaa kuingia katika nchi ya ahadi. Wakapewa kuwa na distance ya sanduku lile la agano yapata distance ya dira 2000. Tukasema ni sawa na kanisa kulibeba sanduku la agano ambalo ni Injili kwa muda wa miaka 2000. Kwa hiyo taifa la kanisa litakaponyakuliwa, yani kuingia kwa taifa la Israeli katika nchi ya ahadi, ni sawa na kanisa baada ya muda huo wa dira 2000 kuingia katika nchi ya ahadi tuliyoahidiwa. Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Basi hapo tumeona Wayahudi baada ya kumkataa Kristo akawageukia mataifa. Kwa hiyo mataifa tuna muda ambao umefika kikomo. Anytime kanisa linaweza kunyakuliwa. Tunaomba kuweza kukesha ajili ya kujitakasa na kujiweka tayari. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema Yesu aliacha anasema maneno mengine kwa taifa yatakayotokea kwa taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliacha anasema yatakayotokea kwa taifa la Israeli ama Wayahudi. Na ili kuelewa hayo unatakiwa ujifunze kwa upana na marefu mambo 4 yafuatayo. Kuna jambo la kwanza linapatikana katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 1 hadi wa 2, unaruka mstari wa 5 hadi wa 8, unaruka tena mstari wa 32 hadi 34, kuelewa mafumbo ambayo yapo hapo. Naomba msomaji wangu tusome Injili ya Mathayo. Mathayo 24 mstari wa 1. Mstari wa 1. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Sawa. Naye akajibu akawaambia. Kawaambiaje? Ambiahoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Sawa. Endelea mstari wa 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndimi Kristo. Sawa. Nao watawadanganya wengi. Sawa. Tunaruka tena au tunaendelea? 32 hadi 32 inasema basi kwa mtini jifunzeni mfano. Kwa mtini jifunzeni. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, sawa, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Sawa. 33. Sawa. Nanyi kadhalika myaonapo haya yote tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Sawa. 34 na mwisho. Okay. Amin nawaambia, sawa, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Amen. Amen.
hapa kuna mambo makubwa mno. Jambo la kwanza ni hekalu. Natakiwa ufahamu lilibomolewa lini. Jambo la pili ni kuelewa kwa mtini jifunzeni. Mtini huo ama ilo tawi ni lipi? Na jambo la tatu kujifunza, kizazi hiki hakitapita hadi haya yatimie. Ili tupige sasa hesabu, tumebakiza muda gani? Bwana Yesu atusaidie. Tukianza na hekalu. Hekalu baada ya Kristo liliweza kubomolewa mwaka wa 70 chini ya mtawala huyu Tito. Ili hekalu likabomolewa kabisa, na kipindi hicho zaidi ya watu 1,100,000 waliweza ama unafata taarifa tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka wa 1948 taifa hili likatangazwa tena rasmi kuwa taifa. Bwana Yesu atusaidie. Taifa hili likatangazwa kuwa taifa. Lile neno lilolisema kuhusu tawi likachipuka. Tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka wa 1948 taifa la Israeli tena likaitwa taifa. Lakini kumbuka, Yesu alisema kizazi kitakapochipuka, kizazi hicho hakitapita ili haya yaweze kutimia. Bwana Yesu atusaidie. Haya, hivi muda wa kizazi ni muda wa miaka mingapi? Ili uweze kuelewa hayo, soma Zaburi. Tusome Zaburi ya 90 mstari wa 10. Karibu msomaji, soma Zaburi. Zaburi 90 mstari wa 10. Tuangalie kizazi hiki hakitapita. 90:10 mwalimu. Naam. Zaburi inasema hivi. Siku za miaka yetu ni miaka 70. Ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu, miaka 80. Miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili. Sawa. Maana chapita upesi. Sawa. Tutakapokomea mara. Amen. Ishia hapo. Tumesikia kizazi kina muda wa miaka mingapi? 70 kwa 80. 70 ya 80. Si ni kweli? Kipindi cha nyuma kizazi kilihesabiwa kama miaka 100. Lakini kadri ya mambo yalivyokwenda yakibadilika na mambo yalienda yanabadilika. Sasa tuchukulie miaka 80. Kizazi hiki hakitapita. Watu wenye hesabu tupige, tuangalie tumesalia na muda kiasi gani kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Tusisimame eti hakuna juaye siku wala saa, na Mungu ametupa hekima. Haya, chukua tarehe 14 za mwezi wa 4 tukijumlisha na ile miezi na zile tarehe kuwa na 76. Tuko pamoja? Mmenipata hadi hapo? Ndio. Haya, kama ni 76 katika mwaka wa 2024, yani kufikia mwezi wa 4, sawa, kutakuwa kumebaki miaka mingapi? Tutakuwa tumefika, kizazi kitakuwa kimefika kwenye miaka 70 na ngapi? 76. Unaona tumebakiza miaka ya kutosha hapo. Si unaona tuko ukingoni? Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Si unaona tuko ukingoni? Ukija tena kupiga hesabu za zile siku 7, utakuja kugundua tumefika tena ukingoni mno. Ukija tena kupiga hesabu ya zile siku kuu 7, ukisoma Walawi 23 mstari wa 4 hadi 34,
utakuta tumefika ukingoni mno. Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kanisa, tunaambiwa tusilale. Muda tuliopewa umefika ukingoni. Muda wowote kanisa linanyakuliwa. Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Tulijifunza kuhusu zile siku 7 za uumbaji. Nikawaambia zile siku zinabeba unabii. Tusomee Petro wa pili 3, tuanze mstari wa 3. Zile siku zinabeba unabii. Petro wa pili 3 mstari wa 3. Petro wa pili. Sawa, endelea. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho sawa, watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, sawa, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Sawa. Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo, sawa, tangu mwanzo wa kuumbwa. 5. Maana hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. 6. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji, ikaangamia. 7. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Tuendelee. Endelea hadi 10. Lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hilo tukajifunza kuanzia Adamu. Tunapojifunza zile siku 7 kuanzia Adamu hadi kipindi cha Ibrahim ilipita miaka 2000 sawa na siku 2. Na kuanza Ibrahim hadi kipindi cha Kristo ilipita miaka 2000 sawa na siku zingine 2. Na kuanzia kipindi cha Kristo hadi mwaka wa 2000 ilipita miaka 2000 sawa na siku 2. Kwa hiyo tumefika ukingoni. Hizi ni dakika za lala salama. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kanisa, tuwe macho. Muda wowote kanisa linanyakuliwa. Muda wowote kanisa linanyakuliwa, ili Israeli haya yaliyotabiriwa ni kanisa tutakaribishwa, utafutwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo utapokea taji. Amena. Ni haya, na Mungu atubariki. Kama kuna swali tumalizie hizi dakika 6. Kama kuna swali, karibu. Kwa sababu tumezungumzia kwamba aidha tunazungumziaga kwamba Yesu atakuja. Yesu atakuja. Amekuja kwa ajili ya wana wa Israeli. Naam. Lakini wakamkataa. Akaja kwa mataifa. Akawa amekuja kwa mataifa, na ikatugeukia. Ndiyo mwalimu. Sasa swali yangu ni hili. Sawa. Kanisa linataka kunyakuliwa. Kweli? Je, wana wa Israeli ambao wamemkataa Yesu, sawa, wataenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hao waliomkataa taifa la Israeli, kanisa litakaponyakuliwa wataenda wapi? Unaona hilo swali? Swali nzuri. Nani atamjibu?
Tusome Mathayo 24:36. Karibu tusome. Ama soma 23:39. Sema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Amen. Mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, yaani kanisa litakaponyakuliwa, sawa, na kuwa na mahafali hapo hewani ama shangwe hapo hewani, sawa, mpinga Kristo atainuka na Waisraeli watajua ndiye Mesia, kwa sababu hata sasa wanamtazamia kuwa Mesia atakuja. Hawamwamini yule aliyekuja. Alikuja kwa walio wake wakafanyaje? Wakamkataa. Akasema, hamtaniona tena tangu sasa hadi hapo mtakapopata cha mtema kuni na kujua na kuamini, kumbe abarikiwa aliyekuja kwa jina la Bwana. Kwa hiyo mpinga Kristo atafanya mapatano na taifa la Israeli na mataifa mengine. Baada ya miaka 3.5 atabadilisha ule mpango ama ule mkataba. Maana katika miaka 3.5 atafikia hatua ya kuwajengea hata hekalu, atawapa uhuru wa kuabudu, watasema kabisa huyu ndiye Kristo. Lakini baada ya miaka 3.5 tupo hewani, huyo mpinga Kristo atabadilisha. Kuanzia leo kumwabudu Mungu aliye hai kumeisha, ni kuniabudu mimi na sanamu yangu. Hiyo ndio lile ambalo unasikia chukizo la uharibifu litaletwa katika hekalu na kusimikwa pale. Waisraeli watasema hatuwezi kumwabudu mpinga Kristo, kumbe huyu tuliyefanya maagano naye ni mpinga Kristo. Kwa hiyo mataifa, tunaweza sema mengi kuhusu hii vita ya Urusi na haya maandalizi ni mengi, ni kwa ajili ya taifa la Israeli. Bwana Yesu atusaidie sana. Vita hivyo Yesu ndo atazikomesha na atawaua watu na ataweka siku za ndege kuja kula mizoga. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo shetani atafungwa miaka 1000, afu pamoja na kanisa twende tukapumzike ile miaka 1000 na hayo masalia ambayo yamenusurika. Bwana Yesu asifiwe. Hadi hapo tuko vizuri? Muuliza swali? Aya, asante. Kuna swali lingine la mwisho? Kuna swali lingine la mwisho? Aya, Nuruai mko vizuri? Basi na Mungu atubariki. Somo nzuri. Kwa hiyo sio ukomo, hata kama kutakuwa na somo lingine, basi karibu, wanafunzi wapo tayari kulipokea neno. Sijui ikiwa kuna tangazo lililosalia mchungaji, na ikiwa hakuna tuombe kukaa wima. Na ikiwa maswali mengine kama yatakukuta nyumbani utaandika, mwalimu yupo, tunajua kwake. Sawa? Tunaenda na vesi hizi mbili. Tukimaliza basi mchungaji mwangalizi takuwa na utayari wa kuachia baraka za mwisho. Tupate kwa nani faraja ya roho, kwa Yesu, kwa Bwana Yesu, uwape msingi wa kutegemea, kwa Yesu, kwa Bwana Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, ninashangilia kwa roho na moyo, ukweli wa
lazima